Siku moja nilikaa nikaanza kufikiria, kwa nini Ayubu anasema hivi, Mungu, hebu ilani siku yangu niliyozaliwa. Hebu ilani siku niliyozaliwa. Kwa nini Ayubu aliuliza swali gumu kama namna hii? Kwa nini? Hebu na wewe jiulize kidogo. Ni swali gumu. Kwa hali ya kawaida tu mwanadamu kageuka ukasema, Mungu, ilani siku niliyozaliwa, hata miezi 9 niliyokaa tumboni mwa mama. Kwa nini? Ayubu alifika hatua hii. Kwa sababu gani? Majuto na mapito na shida alizopitia Ayubu, aliona kwamba kuna jambo jingine, basi nimwambie Mungu namna hii. Katika kuishi kwangu nikakutana na vikundi tofauti tofauti, lakini nitaelezea machache. Kundi la kwanza, nikakutana na mwanaume aliyefiwa na mke wake. Tulivyokuwa kwenye mazungumzo, akasema, mtumishi, sielewi kama nitampata mama mwingine kama mama huyu niliyekuwa naye. Sielewi. Nikakutana na kundi la pili, ambaye naye amefiwa vivyo hivyo. Akasema, muache akapumzike. Bwana Yesu asifiwe. Muache akapumzike. Hivi kama ni wewe, kwa akili ya kawaida, hawa watu wawili, ni yupi ambaye alikuwa anaishi na mke wake vizuri? Majibu unayo wewe mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na ni kwa nini walitoa majibu ya namna hii? Nikajiuliza sana, nikaambatanisha na maombi ya Ayubu, na mpaka Mungu akaanza kumkemea Ayubu. Akasema, wewe Ayubu, wewe kwa nini unaanza kusema mambo ya namna hii? Hivi hujui kwamba mimi ndiye niliyekuumba? Kila mmoja tulipo hapa ana mapito yake. Jina la Bwana libarikiwe. Anayejua kwamba kifo kinauma ni yule aliyefiwa. Ambaye bado hajafiwa hajawahi ona kwamba kifo kinauma. Ndiyo maana mwenzake anapolia anaanza kumwangalia kwenye mdomo, naye huyu anavolia jamani. Na ndiyo maana anapokuwa msibani, wenzake wanalia, wanamkokota mwenzie ambaye amefiwa. Yeye yuko kula, anapiga soga na anacheka. Anasema, mbona chakula bado hakijaja haraka? Anataka ale wali, ale nyama, arudi. Afa anarudi mwingine kama ajala, anarudi analalamika na kulalamika, anasema, kwenye msiba ule mimi sikula. Hebu mwambie aliyefiwa kwamba alikuwa na hamu ya kula chakula. Utapata majibu we mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Tunapokuja kanisani mahali hapa, tunakuja kujengana, kufarijiana, kutiana nguvu, kuinuana. Maana kila mmoja na mapito yake aliyopitia, na kila mmoja na maumivu yake ndani ya moyo wake. Mwingine maumivu yake ni sababu ya watoto, mwingine maumivu yake ni sababu ya ndoa yake. Mke wake anamsumbua, mume wake anamsumbua, hana amani. Na anasema hivi, nilitarajia mema katika maisha yangu nikakutana na mabaya. Nilitarajia mwanga katika maisha yangu nikakutana na giza. Kamwambia Yeremia au mwambie Ayubu kwamba ni kwa jinsi gani aliyeongea hivi. Kwanza Ayubu anasema, nilitarajia mwanga nikakutana na giza. Yeremia anasema, nilitarajia mema nikakutana na mabaya. Kwa nini? Ukipanda mstari wa juu kwenye hayo maneno nayoyasema, anasema hivi, ni kwa sababu mwanadamu aliasi, tuliasi tukamwacha Mungu tukakutana na mabaya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Vile vile watu ambao walikuwa wanakunywa pombe wakaacha pombe kwa sababu tu ameambiwa na Roho Mtakatifu kwamba hiki ni kibaya.
huwezi ukaendelea kutia ndani ya tumbo lako, achana nayo. Na wengine waliacha kwa sababu walipigwa na magonjwa. Aliona kwamba hawezi akaacha, Mungu akasema ninalo kusudi juu yako. Wewe nimeona una moyo mgumu, hautaacha kwa hali ya kawaida. Sasa nakupiga na ugonjwa ili uachane na hiyo. Jina la Bwana libarikiwe. Ndivyo na mwizi ni vivyo hivyo, na mlevi ni vivyo hivyo, na mchawi ni vivyo hivyo, na mtukanaji ni vivyo hivyo. Lakini somo langu la leo linasemaje? Linasema hivi: ingieni kupitia mlango mwembamba. Mimi nilianza kujiuliza maswali. Kwa nini Yesu anasema ingieni kupitia mlango mwembamba? Maana njia ni pana iendayo potevuni, na ni wengi waingiao, lakini mlango mwembamba ni wachache wanaoiona. Na nasema njia hiyo imesonga sana iendayo uzimani. Kwa nini? Kwa nini Yesu atuweke kwenye mtego wa kuingia kwenye mlango mwembamba, wakati yeye ana uwezo wa kutengeneza mlango mpana ili watu tupite kwa uhuru? Swali hilo nilikaa nikawa najiuliza siku nzima. Kwa nini aliandika hivi? Hebu nisomee kwenye kitabu cha Mathayo 7 na mstari wa 13. Na mwingine andaye, kuna somo jingine ambalo tena linatanisha. Mathayo huyu, Yesu kwenye kinjili hii ya Mathayo anatuambia tu ingieni, lakini kwenye injili nyingine anatuambia jitahidini. Katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ile ya 7 mstari wa 13, ndio maneno ya Mungu yanasema, ndio, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Maana mlango ni mpana, ndio, na njia ni pana, ndio, iendayo upotevuni, ndio, nao ni wengi waingiao, ndio, kupitia mlango huo. Bali mlango ni mwembamba, ndio, na njia imesonga iendayo uzimani, nao waingiao ni wachache. Pigeni makofi mengi na vigelegele. Kwa nini Yesu anasema ingieni kupitia mlango mwembamba? Kwa nini singekuwa mlango mpana tu ili watu wanapoingia wasisumbuke? Kuna nini kwenye mlango huo mwembamba? Mambo gani yanaweza kusababisha mtu asiingie katika huo mlango mwembamba? Mambo gani? Zipo dhambi ambazo zimezoeleka sana machoni mwa watu au machoni pa watu. Watu wakafika wakati wakahalalisha, wakaacha mambo mengine ambayo yanaweza yakawafanya wasiingie katika ufalme wa mbinguni, wasiingie katika mlango mwembamba. Watu wakahesabu ulevi, wakahesabu wizi, wakahesabu uwaji, wakahesabu uzinzi. Kila moja anapotembea, kila moja anapohubiri, kila moja anapoimba, hawataingia katika ufalme wa mbinguni. Ndio, na mimi nakubaliana naye, muko sahihi. Je, ni hayo tu, hakuna mengine ambayo atakufanya usiingie katika ufalme wa mbinguni? Ni hayo tu? Ni hayo tu? Ni hayo tu? Bwana Yesu asiwe. Haleluya. Ukienda kwenye waraka wa Yakobo 2 mstari wa 10 na wa 11, Biblia inasemaje? Ebu naomba unisomee. Yakobo 2 mstari wa 10 na wa 11. Katika kitabu cha waraka wa Yakobo sura ile ya 2 mstari wa 10, maneno ya Mungu yanasema, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote, ila akijikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Ndio, kwa maana yeye aliyesema usizini, pia asema usiue. Basi ijapokuwa usizini, lakini
umeua, umekuwa mvunja sheria. Inatosha. Bwana Yesu asiwe. Paulo katika nyaraka zake na wakumbusha wa Kristo anasema hivi, hata ukishika Torati yote na manabii jinsi ilivyoandikwa, amri 10 zote zikawa kichwani unazitaja, lakini ukajikwaa katika moja, umekosa katika yote. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa maana aliyesema usiue ndiye aliyesema usiibe. Ukiiba ina maana umeharibu yote, umevunja zote. Twende tutakutana. Mwingine atajidai aseme mimi siibi, mimi sizini, mimi siui. Nina shida gani? Nina shida gani? Kwenye kitabu cha Mithali Mungu anatujulisha habari ya vitu ambavyo yeye mwenyewe havipendi. La kwanza, macho ya kiburi. Huibi lakini una macho ya kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Huui lakini una macho ya kiburi. Ni dhambi na ni chukizo machoni pa Bwana. Haleluya. Ulimi wa uongo. Ulimi wa uongo. Ulimi wa uongo. Huui lakini wewe ni muongo, ni dhambi. Jehanamu inakungoja. Jina la Bwana libarikiwe. Huui lakini wewe ni muongo, jehanamu inakungoja. La tatu, mikono imwagayo damu isiyo na hatia, ndipo tunakutana na muuaji. Dhambi iko juu yako. Kama ni muuaji unamwaga damu isiyo na hatia, unamuotea mtoto wa mwenzako, unamuotea mke wa mwenzako, unamuotea mume wa mwenzako, ni dhambi. Mikono imwagayo damu isiyo na hatia, Mungu anachukia. La 4, moyo uwazao mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Moyo unaowaza mabaya ni chukizo mbele za Bwana. Unapomwazia ndugu yako mabaya, unapomwazia jirani yako mabaya, unapomwazia mtoto wako mabaya, unapomwazia kiongozi wako mabaya, ujue ndani ya moyo wako wewe umetenda dhambi. Hata ungeimba ndugu yangu, dhambi iko ndani ya moyo wako, kwa sababu mawazo yako yanawaza vibaya juu ya mwenzako. Jina Bwana libarikiwe. Dhambi hizo watu hazioni wala hawaangalii kwamba ni dhambi. Mawazo mabaya yamejaa ndani ya mioyo yetu. Tunawazia watu mabaya, tunawanenea watu mabaya. Tupo kanisani hapa, wengine wanawaza mabaya juu ya kiongozi wao, mwingine anawaza mabaya juu ya mzee wa kanisa, mwingine anawaza mabaya juu ya mama Chikondi, mwingine anawaza mabaya juu ya mama Jimbo, mwingine anawaza mabaya juu ya General, mwingine anawaza mabaya juu ya Msamaria, mwingine anawaza mabaya juu ya jirani yake. Ni dhambi. Mungu hatapendezwa nawe na Mungu hapendezwi nawe. Jina Bwana libarikiwe. Haleluya. Ati mimi siwezi nikatoa hiyo mnayosema sijui sadaka ya kumtunza mchungaji, siwezi nikatoa mimi. Huyu mchungaji sikubaliani naye. Ndugu yangu, unawaza mabaya juu ya mchungaji wako, wala hautaingia katika ufalme wa mbinguni. Maana sadaka hii unayoleta haumpi mchungaji masikini, bali unampa Mungu aliyekuumba. Haleluya. Hata hizi baraka tunazotoa kwamba Mungu mbariki fulani, ametoa fungu la 10, ametoa shukrani, sio mimi. Mungu akinyamaza aliye ndani yako, maombi haya napiga kelele bure. Mwenye baraka juu yako ni Mungu aliye ndani ya kiongoza naye kubariki. Hakuna kitu kingine zaidi ya hayo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Mchungaji ana hukumu yake. Mchungaji ana hukumu yake. Kama haenendi sawasawa machoni pa Bwana, sio wewe wa kumhukumu. Atakayemhukumu ni yule mwajiri wake, ambaye ndiye Mungu aliyemuita na kumpaka mafuta. Wewe mwanadamu ni vumbi,
We mwanadamu ni umande, we mwanadamu ni moshi uvukao tu na unakwisha. Na sisi sote tutasimama hukumuni mbele ya kiti cha enzi cha Mungu Baba, bila tiketi ya uchungaji, bila tiketi ya wedia bishopu, bila tiketi ya wasikofu. Sote tutasimama na kila moja atajibu kulingana na matendo yake. Haleluya. Cheo ni dhamana tu, lakini kilicho ndani, imani ambayo ni sawa na ya wewe. Lakini kwambie, katika kitabu cha Ezekieli, Mungu anasema, enyi wachungaji, nitaidai damu hii mikononi mwenu, damu ya watu, maana hamkuambia yapasavyo. Hamkuambia watenge sadaka kwa siku 7. Wao wanaweka pembeni, hawayajui. Ndio maana mnang'ang'ana kwenye ibada. Hamkuambia, hamkuwafundisha. Hamkuwafundisha kwamba fungu la 10 linabariki vitu vyako na ni sadaka inayomgusa Mungu. Hamkuwafundisha. Hamkuwafundisha kwamba watunzeni masikini na yatima na wajane na wasiojiweza. Hamkuwafundisha. Hiyo damu ya watu hao wakafia katika dhambi na wahitaji mikononi mwenu. Enyi wachungaji, ni nani ambaye atailipa damu ya watu? Ndio maana wachungaji wanasimama kwa kujitahidi wamtetee Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe usiponitolea sadaka unajisumbua bure, na wewe mwenyewe unajizibia njia bure. Nini maana ya kuingia katika mlango mwembamba? Nitakwambia vitu gani, kwa nini viko hapo na kwa nini Yesu alisema. Nimalizie vitu 7 ambavyo Mungu anavichukia. Moyo wazao mabaya nimekwambia. Miguu miepesi kukimbilia kutenda maovu. Haleluya. Miguu iliyo miepesi kukimbilia kutenda maovu, ndugu yangu, ni dhambi. Usikala na pamwa ako hawe wenja petungukuya mkune ni umuntu kwenda kumnenea mabaya. Unakimbilia kwa wale wanaogombana, kwa wale wanaoiba. Wewe ndio mwepesi wa kukimbilia huko. Wewe midomo yako ndio mwepesi ya kuchanganya lugha na kusema lugha, kuwasema watoto wa watu vibaya. Wewe ulimi wako ndio mwepesi. Ulisikia ya fulani, ulisikia ya fulani, ulisikia nani wamkamata uchawi, wamefanya hivi. Wewe ndio unakuwa agenti wa kusambaza taarifa mtaa mzima. Wewe ndio umekazana, fulani amemshika uchawi, fulani amemshika uchawi. Unafurahi. Wewe Mkristo umechelewa. Ungefanya mambo ya maendeleo, Mungu angekukubali. Hayo si ya kwako. Umedandia gari tu pembeni. Ingia kwenye gari ili ufaidi matunda ya gari. Kudandia gari achana nako, ni kwa shetani. Wewe ukuumbiwa ulimi huo kuwasema wengine vibaya. Ukuumbiwa ulimi huo kuwasengenya watu. Ukuumbiwa ulimi huo kuwatukana. Uliumbiwa ulimi huu kumtukuza Mungu aliye juu. Jina la Bwana libarikiwe. Wafariji wanaoonewa, kuwajenga wanaoumizwa, ndicho ulichoumbiwa. Hayo mengine ya kubomoa ndoa za watu, hayo mengine ya kunena juu ya ndoa za watu, umebandia tu gari pembeni, sio ya kwako. Hata shetani mwenyewe akikaa anaanza kukushangaa. Anasema mwenye kajina kazuri, mwenye kasauti kazuri, leo kaza ameifanya.